Ni kawaida kukutana na mabango ya biashara kwa namna hiyo, lakini sio kawaida kukutana na bango kubwa lenye amri 10 za Mungu. Bango hili lenye amri zote hizo nimekutana nalo katika barabara ya kuelekea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kufanikiwa kumpata aliyelitundika. Tuna kiu ya kufahamu nini kilimsukuma kuandaa bango hili la gharama. Wazo lilikuwepo. Sikuwa kwanza na wazo la kuweka amri 10 za Mungu. Wazo lilikuwepo ni mistari mingine ya Biblia ambayo nilikuwa nataka kuiweka. Kwa hiyo hii amri 10 za Mungu imekuja mwishoni, ukingoni. Wakati nilikuwa designing nilikuwa imeshaanza na artwork, kuna maneno ya Biblia ambayo nilikuwa nataka kuyaweka pale Tanzanite Bridge. Kwa hiyo baadaye nilivyo install bango, nilikuwa napita na rafiki yangu mmoja anaitwa Abdalla. Nikaambia nimebadilisha idea hapa Tanzanite. Nitaweka kule amri 10 za Mungu. Kwa hiyo ndo wazo lilipokuja. Kwa sababu na mimi aga na kasa zingine napitia, nasomaga Biblia nayo pia. Kwa hiyo kuna vifungu ambavyo nilipitia, nikaona nikichukua amri 10 za Mungu zitabeba mambo mengi mazito zaidi ya ule mstari mmoja wa Biblia ambao nilikuwa nataka kuweka. Hamisi Ramadhan H5. Wewe ni Muislamu? Yes, ni Muislamu, ni Mkristo, vyote mimi kwangu sawa. Ikawaje Muislamu ukapata idea ya kuweka maneno ya Biblia? Katika mimi mazingira, maisha ambayo nimekulia maishani mwangu ni maisha ya Kikristo. Adventist wa Sabato. Kwa hiyo naijua nayo vizuri sana. Wewe Muislamu, Mkristo? Yes. Msikitini unaenda na kanisani unaenda? Tunaenda. Tunaenda vyote. Okay. Na labda kuweka ili tangazo hapa, amri 10 za Mungu, imekugharimu kiasi gani cha fedha? Gharama personal, gharama kwangu mimi inapungua kidogo kwa sababu mimi niona sijafanya rental hapo, kwa sababu billboard ni ya kwangu na mimi nimeprint flex. Gharama za printing ni kama nimeziondoa, pamoja ni gharama. Nimechukua tu material ofisini ambayo mimi mwenyewe nimeapprove, nikaprint ili ujumbe ufike. Lakini kwa mtu kama binafsi kama angetaka kuweka, ingemcost sio chini ya 6 million, ambayo ni milioni 6 per month, ambaye ingekuwa ni pamoja na printing. Lakini miezi mingine angeendelea kuweka, angekuwa kama monthly rent, angekuwa tunamcharge labda 4 million kulingana na muda anaotaka kuchukua. Ni dhambi ipi sana ambayo yani katika amri ipi sana ambayo umeona inavunjwa na watu katika hizi ambazo umeziandika? Hiyo ni changamoto kubwa. Unasema katika amri 10 kuna watu wengi wanaongelea kwamba amri sana. Naona siku hiyo na install hapa naweka, kesho yake na mimi nilipita. Wanafunzi wengi na wanachuo walikuwa wanaongelea amri ya 7 hiyo ambayo wanasema usizini. Na watu wengi kwenye mitandao hata wakinichatisha wanasema vipi wewe unaonaje amri hiyo ya 7? Unaweza ukaimudu. Lakini ukiangalia hapo kiuhalisia sio amri ya 7 tu ambayo. Kuna amri ambazo watu wanazivunja daily, ambayo amri ya 7 unaweza kukaa hata miezi 3 hata miezi 6 usizini. Inawezekana hiyo. Kwangu mimi inawezekana. Lakini kuna amri zingine hapo ambayo kuna amri ya 9 usiseme uongo. Kuna amri ya 4 hapo ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kuna hiyo nyingine uliheshimu jina la Bwana Mungu wako, usiue, usizini, uheshimu baba yako na mama yako. Kuna watu wanaona kila siku wanamkolezana na baba yake na mama yake hawaheshimu. Kwa hiyo hizi amri zinabeba vitu vingi tu, watu wasiangalie usizini. Usitamani vitu vya watu wengine, usiseme uongo. Daily kuna watu wanasema uongo. Kwa hiyo kwa nini ikawa kutoka Tanzania tukaja kuiweka hapa kwenye eneo ambalo kuna chuo hapa cha ardhi, hapa unaingia UDSM huku Makongo? Kwa nini ulichagua posti hii? Yes, baadaye nilikuja kutazama nikaona hapa kuna mwitikio mkubwa, kuna watu wengi na hii barabara inapitika na watu wengi, visibility yake iko kubwa sana, na ukitazama bango hilo ukiangalia kwa chini iliko chini kabisa. Ni tofauti na mabango mengine. Kwa hiyo inamaanisha mtu kuliepuka hata akiwa anatoka Makongo, anatoka Salasala. Kwa hiyo ni rahisi sana, anatoka Goba, ni rahisi sana mtu kuliona na kupata ile hofu ya Mwenyezi Mungu. Na wanachuo pia nikaangalia hilo chuo kina watu wengi, kinabeba kwa mwaka watu wengi nafikiri. Sijafanya nini lakini nafikiri kina zaidi ya watu 20,000. Nafikiri kitu kama hicho. Ukija kuweka na ardhi. Kwa hiyo nikaona
nitaungua watu wengi zaidi ambao watajua dini kuliko kwenda kuweka Masaki kwa muda huu. Ngoja nianze kwanza na Makongo, lakini japo Masaki najua naenda kuweka Coco Beach this month mwishoni, kuna kitu na draft nitaweka pale na Kolwani pia. Kuna kiongozi wa dini yoyote ameweza kutafuta baada ya kuweka ile bango? Na sijapata kiongozi wote wa dini na sijaweka kwa ajili ya kiongozi wa dini. Mimi nimeona nifikishe injili kwa sababu viongozi wa dini wao wanafanya injili yao kama kawaida, na wenyewe wanafikisha ujumbe kwa Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo inamaanisha na wenyewe wanafanya kazi kubwa. Mimi nikaona ngoja nipeleke injili kwenye maeneo ya umma kwa njia tofauti. Sio lazima msubiri Mwamposa aje ahubiri ndio siku hiyo uende. Kwa hiyo inaonyesha kila siku daily ukiwa unapita hapa inamaanisha ni kama mahubiri. Kwa hiyo nikafikia kitu cha namna hiyo. Na DM zikoje tukiwa tunamalizia? DM ni nyingi. Watu wanatoa shukrani na wanapendezwa na kitu ambacho kimefanyika. Kwa hiyo na mimi nashukuru nimepata moli mpya. Kwa hiyo inamaanisha nitategemea kuwa site ambazo nyingi za kwangu zitakazokuwa wazi nitakuwa naweka ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni mibaraka pia.